Sikaombe msamaha kwa mume wako kabla mambo hayajawa magumu kwako. Yaani dada, nikwambie tu, mimi kurudi kule sitoweza. Haya, na watoto uliowatelekeza? Watoto wako boarding. Lakini hata hivyo, kama baba yao atawahitaji, atabaki nao. Sasa basi ninachokuomba, akikupigia mwambie hujawahi onana na mimi kabisa. Sasa uko tayari? Niambie kaka. Salama dada yake, niambie. Baby. Na mama. Mimi na dada yako hapo tunaondoka. Basi, haina shida, mkawasalimie. Haya. Kaka, baadaye. Karibu. Mbeba, safi. Shoga yangu nimekuja hapa nina matatizo mwenzako. Huko nilikotoka mambo yangu bado hajakaa sawa. Alafu pia ukiangalia mimi nilivyokuwa nimekuja hapa, nilifikia guest. Na mpaka dakika hii ninavyokuambia sina hata shilingi 10. Kwa hiyo kwa naomba mimi ndugu yangu nisaidie hifadhi tu hata kwa siku 2. Mimi nina haraka. Kwa hiyo baki hapa, tutaongea baadaye. Tuondoke, twende. Mbona msumbufu kiasi hiki jamani? Hebu niache nilale. Geukia huko basi. Unajua nimechoka. Sitaki usumbufu. Una nini kwani? Mbona msumbufu kiasi hicho? Sasa mke wangu. Maisha gani sasa? Sababu tukakaa tukazungumza tukaisha. Kuna mateso ambayo nakuja napata mimi. Kuna unanipatia mateso. Wewe ni kama unaniharibu mke saikolojia. Aha, nakupa mateso. Basi nakuacha ili nisikugee mateso. Unaogopa nini? Ingia nimekaa nawe humu ndani. Nimegundua ni mwindaji dhaifu sana. Katikati ya msitu ni wanyama. Haliyakuwa una kila aina ya silaha. Una maana gani? Pia nikwambie. Mimi siwezi kukaa na njaa. Haliyakuwa chakula na kiona. Wewe sio mtoto mdogo. Mwanaume yote akishatimiza miaka 13 una uwezo wa kuingia kwenye mapango ambao wanawinda watu wazima.
na ukatoka na kitoweo. We vipi? Wana king'ang'anizi sana. Wewe si una familia wewe? Hapa unafuata nini semeni? Azizi. Nimeacha familia yangu. Nimekuja kwako. Wewe ujioni kama unajikaribishia matatizo hapo? Semeni. Unajua fika mimi maisha yangu yapo vipi? Leo tunaongea kama hivi, tunapiga story, lakini kesho na kesho kutwa yananikuta madhara makubwa na kuwa chini ya ulinzi. Wewe uone kama unajikaribishia matatizo hapo? Sikiliza Azizi. Mimi niko tayari. Ndio maana nimeacha familia yangu nimekuja kwako. So please. Okay, sawa. Mimi nimekuelewa. Nashukuru. Azizi. Tupumzike, nini masigara muda wote tena? Joshua, nilikuwa nakuja kwako, ila nadhani imekuwa so mbaya sana kukutana hapa. Huyu ni kaka yangu, katoka kijijini, hivyo pale nyumbani amekuwa ni mpweke sana. Nikaona nimlete kwako ili muweze kubadilishana mawazo. Hiyo haina shida. Kuwa na amani. Asante. Karibu. Asante. Vipi kuhusu jibu langu? Usijali, bado nalifikiria, ila naenda kwanza hapo mbele. Nadhani nitakuta njiani. Sawa? Medi. Pole. Asante. Nimechoka sana. Yeah.
Maana nilitoka hapa nilienda kwa Joshua. Sikumkuta, niliambiwa ameenda kazini. Basi nikaona haina sababu, bora nirudi tu nyumbani nije kupumzika. Okay. Sawa, lakini nina imani hakuna kilichoharibika. Hakuna shida yoyote. Basi sawa. Ila kilichonileta mimi hapa kwako na nikakuamsha, lengo kuu ni kukuomba msamaha. Naomba ipokee zawadi yangu. Na imani nitaipenda. Nitangulize kusema asante sana. Nashukuru. Usijali. Lakini uliwezaje kufanya yote haya? Medi, wala usijali kuhusu hilo. Furaha yangu mimi ni kukuona wewe ukiwa na furaha. Sasa basi, naomba ukavae nikuone namna utakavyopendeza. Nani? Hanifa. Jamani my dear. Karibu my dear. Asante. Vipi Hanifa? Mambo? Poa, vipi hali? Safi za wewe? Salama. Kaka mambo? Poa kwema. Vipi shemeji yangu au? Hapana, kakangu huyu. We. Una kaka mzuri? Wewe tena. Ushaanza mambo yako. Kwani nisiseme? Sister. Mimi naona nikuache niko hapo nje mama. Basi sawa, hamna shida. Karibu kaya. Hata kama kaka yako ndio umwekee mguu jamani. Kuna una matatizo gani? Hanifa bwana, kwani hujanizoea shoga yangu? Tuachane na hayo. Niambie kilichokuleta. Kwani kakako ana mchumba? Eti si uko single? Diana, hayo ndio ulioijia hapa kwangu au kuna jengine? Hanifa, nisikuuliza kwa sababu gani jamani? Simauliza tu. Iko hivi, sitaki kumuongelea kakangu kwa lolote. Toka. Wewe huyo unanifukuza? Ni mimi ndio. Toka. Sitaki kumuongelea lolote kakaangu. Unanifukuza? Kama kuna jengine tuendelee kuzungumza, lakini kama ni hilo